Waumini wa kanisa la Redeemed Gospel Jetview maeneo ya Utawala Nairobi walilazimika kuabudu kwa mazingira ya ajabu, ndani wakiabudu na nje ya kanisa lao, ujenzi ukitekelezwa na mafundi walioletwa na jamaa ambao wanazozania ardhi hiyo. Wanahabari pia walijipata kwenye purukushani hiyo. Mwanahabari wetu Mark Namaswa anaarifu. Ibada ndani ya kanisa la Redeemed Gospel Jetview Utawala Nairobi ikiendelea. Nje mafundi wakichapa kazi sio ya kanisa bali ya upande unaozozania ardhi hiyo na kanisa. There's a school, there's the church, there's a borehole, and we have been here comfortably. This is a structure that was fabricated outside there and was carried here so that they can show that they developed this land. Kanisa linadai kumiliki ardhi hiyo tangu mwaka 2009, lakini the container you see outside there was introduced recently this year from elsewhere. It was not here. Lango la kanisa tayari likiwa limezibwa na mlima wa mchanga uliochimbwa kufanikisha ujenzi. Na wakati mmoja wajenzi walipandwa na hamaki, wanahabari pia wakijipata matatani. You should know people. Na usinichukue na hiyo kamera. Lakini bado swali la mmiliki na mstawishaji ardhi binafsi likisalia kitendawili. The time I was looking for pastor for all those years. Angenichukua twende Embakasi ranching so that we know shamba ni ya nani, mimi ni kuwekelewa ama who is the owner. Pastor told me he doesn't want to talk to me and he's going on with the title. Mzozo huo tayari umo mahakamani na kufikia sasa ujenzi unaendelea na hata shule iliyoendeshwa na kanisa imefungwa. Eneo zima likimezwa na ujenzi mpya, kontena ikitundikwa hadi langoni. Ibada iliendelea kama kawaida. Lakini je, kilikuwa ni kisa cha mzozo wa ardhi, utovu wa adabu hekaluni, ufundi wa lazima au yote matatu? Mark Namaswa, KTN leo wikendi.